Tunaposikiliza maagizo ya Mungu, tukatii hayo maagizo ya Mungu, tukayafanya yote, ndipo Mungu anatutukuza. Tunakazana, Bwana nitukuze, Bwana nitukuze Tanzania, Bwana nitukuze duniani, Bwana nitukuze Afrika, Bwana nitukuze, niwe juu, niwe juu. Je, unatii? Kutii ni bora kuliko kufanya semi. Bwana asifiwe. Kutii ni bora kuliko kwenda studio. Kutii ni bora kuliko kuanzisha kanisa, endapo tu Mungu hajakuagiza kufanya hivyo vitu. Bwana asifiwe. Huwezi kufanya mbadala. Mungu anasema uishi maisha matakatifu, unageuka kuwa mchungaji. Unaishi maisha yako ya dhambi halafu ni mchungaji. Unaishi maisha yako ya dhambi halafu ni mtumishi wa Mungu. Haiwezi kuwa mbadala. Kutii ni kutii, kumtumikia Mungu ni kumtumikia Mungu. These are two separate things. Sawa? Kutii ni kimoja, kumtumikia Mungu ni kingine. Sauli alikuwa mfalme, that's number 1. Sawa? Kwenda kuangamiza kila kitu kule, hiyo ilikuwa ni namba 2. Na kwa sababu hakuwa mtii, Mungu akamkataa. Tusipokuwa watii, Mungu anatukataa. Roho Mtakatifu hawezi kuyatoa maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Funika macho yako na mshukuru Mungu. Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Asante kwa neema zako. Asante kwa fadhili zako. Umesema angalia, kutii ni bora kuliko mafuta ya beberu. Tufundishe kutii. Tupatie maarifa, tupatie ufahamu. Tujue yatupasavyo kufanya. Tujue tupasavyo kuingia, tujue tupasavyo kutoka. Kwa ajili ya jina lako, Bwana, mapenzi yako yatimizwe. Ufalme wako uje. Yale yote unayoyataka yawe halisi. Kwa jina la Yesu Kristo, na kurudishia sifa, heshima na utukufu katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.